Bana, leo nimekutana na fundi kabisa wa mpira Novatus Dismas. Huyu hapa kama unavyomuona. Bwana, mambo vipi? Kama kawa. Sasa kana na haraka takuuliza tu maswali mawili. Kuna vitu ambavyo watu wengi wanatamani kuvijua lakini hawapati nafasi ya kukutana na watu kama nyinyi. Kitu cha kwanza, hivi ni mara ya mwisho Novatus Dismas kutoa chozi ilikuwa ni lini na ni tukio gani lililokufanya wewe Novatus ukadondosha chozi kwamba hapa leo nimelia? Kama nitakuwa sina kumbukumbu mbovu, nafikiri ni 2017 baada ya kumpoteza Mshua, ndo mara ya mwisho nimelia. Yaani ndo mara ya mwisho pale Novatus Dismas alitoa chozi? Kwa mara ya mwisho sijawahi kulia. Mimi sio mpenzi sana wa kulia kwa sababu ishara ya kulia ni kwamba umeshindwa. Kwa hiyo mara nyingi huwa sio mtu wa kukubali kushindwa. Yeah. Kwenye maisha yako ya soka nini kinakupa nguvu ya kuendelea kuishi maisha ya soka yani kitu gani kinakupa nguvu ya kuendelea kupambana? Nafikiri ni kwa sababu nina watu wengi sana wananiangalia katika maisha yangu, na pia nahitaji kuwa na future ya watoto ambao watahitaji kuwa na mwendelezo mzuri wa maisha yao. Kwa hiyo nafanya kazi, najituma katika kazi yangu ya mpira ili kutengeneza future ya watu ambao nitawatengeneza na watu ambao wapo sasa hivi. Isingekuwa mpira, Novatus Dismas angefanya kitu gani? Kwa kweli sidhani kama nilikuwa na plani kubwa sana ya kuwa na idea ya kufanya kitu tofauti na mpira, kwa sababu nimekuwa nikiwa najua mpira na nimefika mpaka hapa ni mpira. Kwa hiyo sina movement nyingi zaidi ya mpira. Okay. Wachezaji wengi kama ulivyotoka kusema kwamba unakuwa una vibe, unaweka mziki unasikiliza, ni mziki gani ambao mara ya mwisho leo umeusikiliza? Ni nyimbo gani ambayo pengine ulipokuwa unakuja hapa ulikuwa unaisikiliza njiani? Unasikiliza nyimbo ya Country na Khaligraph. Country na Khaligraph. Swali la mwisho, ni kiasi gani cha fedha ulishawahi kukipoteza kwenye maisha yako, yaani labda kwa matumizi au ilipotea tu, yani katika mazingira ya kutatanisha, yani ndio kiasi kikubwa ambacho ulishawahi kukipoteza maishani mwako? Kikweli mimi sijawahi kupoteza hela kuipoteza alafu nikajuta. Basi ujue, yani kama nimepoteza basi ujue nimempa mtu ili ni awe adui yangu, kwa sababu naamini kutengeneza maadui wengi ni kuwakopesha au kuwapa hela watu. Kwa hiyo mimi sijawahi kupoteza hela. Bwana brother, shukrani sana kwa muda wako.